Kumbuka, hiyo ilikuwa ni sababu ya tatu kwa nini uniazime nafsi yako, ndoto zako, na nafsi na ndoto za wote wapendao na jamii yako. Kwa sababu nimesema kimwingiacho mtu si kimtokacho, bali kimwingiacho ndio humtia unajisi. Tuko hivi tulivyo kwa sababu ya nini kinaingizwa vichwani mwetu, na hasa kupitia shuleni, shule rasmi, elimu rasmi na isiyo rasmi. Madarasani, shuleni, hata mahali pa kuabudia, majumbani, majiani, katika social media, katika TV na radio. Jira huu unakwenda kutikisha kidogo maeneo hayo na hivyo kuyajenga upya. Kwa hiyo 4. Eneo la 4 nasema, kwani uziwe macho, masikio, akili, nafsi yako, roho yako na muda wako, familia yako, wanao, shule yako, staff wako, wanafunzi wako na jamii yako, jamii yetu. Sababu ya 4. Kupitia mazungumzo haya, hatimaye nitaweza kutoa mchango wangu. Sisitiza mchango wangu mdogo. Mdogo. Lakini mchango mdogo lakini mzito wa aina na kiasi cha tofauti. Kwa maneno ya mzee Yusufu, japo sielewi alimaanisha nini, lakini mimi nakiri pia kuwa si wingi wa kitu bali uzito wake ndio humata. Nasema wingi wa kitu na uzito wake ni mambo mawili tofauti. Kwa mchango mdogo lakini mkini mzito. So nasema utasikitika ukiniazima macho yako, masikio yako, akili yako, nafsi yako, roho yako, muda wako, familia yako, wanao, shule yako, staff wako na jamii. Kupitia mjadala huu, kazi hii, conscience hii inayobeba mjadala huu, akili hii, substance inayokujia kupitia mjadala huu, nasema itahuisha, kukuza na kuendeleza ndoto walizokuwa nazo wazazi wako. Kumbuka eneo la neno, wazazi wako, wazazi wenu, ndoto walizokuwa nazo kwako, kwenu, ndoto ambazo aghalabu kujifilia mbali au kufubazwa au kuwa sacked kupitia au kwa sababu ya mapungufu, ufinyu wa aina, nature na kiasi, scale au jazo, na pia ikiwa ni madhara ya historia yetu ya utumwa na ukoloni, na kisha madhara, nimeeleza pia madhara ya miaka 100 ya uelimishaji butu, uelimishaji wenye agenda binafsi katika elimu rasmi, secular, na vile vile na yumkini hasa anapakuabudia kupitia mitaala rasmi na isiyo rasmi, taaluma, kiimani na vile vile katika mila. Pande moja katika mila pia kumbuka, kukeketa mtoto wa kike, sende shule, waoze mapema na kadhalika. Nimesema mama ndio hujenga au hubomoa, kwa wao wenyewe au kwa msukumo wa jamii. Upande wa pili sasa, ulikuwa upande mmoja. Upande wa pili, kupitia mjadala huu tutaweza kuepuka kuachana na mahaba yetu tuliyokuwa nayo katika mazoea, business as usual, majibu mepesi, quick fix, na katika kulinda status quo kwa uoga, the fear of unknown, au udumavu, na hasa udumavu wa fikra. So asante kwa wote waliokuwa na wazo lile na kuanza mchakato ule, japo nisio na reservations zangu. Jana ule mchakato ule haukukamilika. So kama wito, tuanzisheni. Eneo la 5, kwa nini uniazime macho, masikio, akili, nafsi yako, roho yako, muda wako, familia yako, wanao, shule yako, wanafunzi wako, staff wako na jamii yako yetu. Kwani na ukumbuke na excitement kubwa sana, maana mjadala huu ni mpya na tofauti kabisa kwa aina yake, na kwa content zake, na kwa depth yake. Ndio mpya kabisa, tofauti, wezeshi chanya na wenye majibu mtambuka. Majibu mtambuka kwa maswali sugu na mtambuka yanayokukabili wewe mwenyewe, mtazamaji, msikilizaji, anao, familia yako, taasisi na jamii yetu na dunia kwa sasa.
Lakini vile vile tofauti na mijadala yote au mijadala au mawazo mbadala. Kumbuka nimesema sikuletei something katika mtindo wa quick fix. Tofauti na mjadala mingine mbadala wote, mjadala huu utakuwa mjadala endelevu inshallah kwa neema Mwenyezi Mungu. Mjadala huu utaibua maswali mapya na majibu mujarabu na mtambuka yatakayoamua mustakabali wa ndoto yako na hatima ya mwanao, taasisi yako na jamii yetu na humanity kwa ujumla. Human Race kokote nasema walio juu ya dunia, walio katika anga za juu. Sasa tumeendelea, japo si bado tuko hapa. Chukua hiyo. Sababu ya 6, kwani waziwe macho yako, masikio yako, akili yako, nafsi yako, roho yako, muda wako, familia yako, wanao, shule yako, wanafunzi wa staff wako na jamii yako, ndoto zako. Kwa nini? Na jamii yako yetu. Mjadala huu, sikia vizuri. Mjadala huu kiukweli ima unajenga upya au kuhuisha, kukuza na kuendeleza ndoto na matarajio na matamanio yako binafsi. Wewe mmoja mmoja, tazama msikilizaji, familia yako, family institution, taasisi, jamii na humanity au civilization kwa ujumla na rejareja, kwa jamii na jamii na human race kwa ujumla, through time and space. Nasema hii si longolongo. Nasema si longolongo kwa sababu yumkini umeanza kuona kwa mtu hoja si kanjanja. Kumbuka nifanya kazi kwa takriban utafiti maandalizi haya takriban robo karne sasa. Sema hii si kanjanja, si longolongo, na wewe utakuwa shahidi punde. Kwa sababu hiyo mjadala huu ni kiini au canon au substance ya mjadala huu, mjadala huu kiini au canon au substance ya mjadala huu itakusaidia. Ndani yake kuna kitu utakipata, itakusaidia pakubwa katika kuisha, kukuza na kuendeleza hili muhimu, fast track mafanikio ya nafsi na wanao, familia yako, mwenza wako, jamii nzima, taasisi yako na jamii nzima. Mafanikio, fast track mafanikio ya kitaaluma, kiuchumi na kijamii. Pengineko si ndoa. Na hatimaye ikifanyika hili kama jamii, tutaweza fast track Vision 2050. Yumkini na kuziba mapengo ile vision ilikuwa mzuri zaidi, Vision 2025, yani dira ya taifa ya maendeleo 2050, ikiwa ni zao la dira 2025. Kumbuka vile vile dira hii isanjari na inaitwa Africa We Want. Isanjari vile vile na SDGs. Na hivyo mara ya kwanza sasa iko possibility, iko uwezekano kukamilisha ndoto zako wewe moja moja, mzazi, mwalimu, mwajiri, lakini pia ndoto za mwanao, staff wako na jamii mzima, ndoto za mwekezaji mwenye kampuni kama mwajiri wa nguvu kazi wako, lakini pia kwako mwenyewe, ndoto za kiongozi wa jamii kwake mwenyewe, kwa jamii yake, ndoto za taifa hili kutokea tangu kuumbwa kwake, na hatimaye kutuwezesha kutoka katika hali ya sasa ya utegemezi na kuwa nchi inayojitegemea na yenye sauti na uwezo na maamuzi ndani na nje ya nchi. How about that? Unasemaje? Je, hili si jambo jema? Wewe msikilizaji, kumbuka tunaendelea kuletea maelezo kuhusu mjadala huu, na yumkini kwa nini nimeanza kitofauti. Naanza mjadala huu kitofauti, yani kwa nini sijaanza kutambulisha mjadala wala mtoa hoja
na badala yake nimeanza kwa kujenga misingi ambako ndiko juu yake zitasimama hoja zangu. Sasa sababu ya 7, kwa nini uniazime macho yako, masikio, akili, nafsi yako, roho yako, ndoto zako, muda wako, familia yako, wanao, shule yako, wanafunzi, staff wako, kwa nini, na jamii yako? Ni sababu kubwa sana, sababu kubwa kushinda yumkini zote. The rapidity of the pace of change, yani eneo hili la 7 ni kasi kubwa ya mabadiliko ya kijamii, kisayansi na kiteko. Lakini vile vile yanayoendelea kutokea, si tu kasi kubwa, yanaendelea kutokea with frequent regularity. Yanaendelea kutokea with frequent regularity, yani kasi kubwa, lakini vile vile yakitokea mara kwa mara. Ndio, nakiri, yes, ni excitement kubwa sana. Faraja, matumaini, matarajio makubwa na mapya kwako. Maana kupitia mjadala huu tunakwenda kukuwezesha kuanza kurudi katika game na kisha kuwezesha kuwa mbele ya mchezo. Maana kwa kasi hii, kwa style hii, kwa hapa tulipo, kwa kasi hii, tuko nje ya mchezo. Nasema hii ndio sababu ya 7 kwa nini lazima macho yako, masikio yako, akili yako, nafsi yako, roho yako, muda wako, ndoto zako, familia yako, wanao, wanafunzi wako, shule yako, staff wako na jamii yetu. I know this will not be easy for you. So my brother, my sister, so tafadhali msikilizaji, take a little break. Chukua break kidogo, tafakari nikwambiani, na tutarejea punde kuletea maelezo ya sababu ya 8, ya 9, ya 10 na 11. Yes, 10, 11 na 12. Hatimaye tutahitimisha segment hii. Usiondoke. Mtazamaji, msikilizaji, natambua ni challenge kubwa nimeweka mbele yako na mbele yenu, jumla rejereje. Kwa hivyo, kwa sababu hii ya 7, ni azime nafsi yako, ndoto zako, na wote wapendao na yumkini jamii yako yenu. Kwa uzito wa hoja hii, sasa take a little break. Take a break. Tafakari ninakwambiani, alafu tunarejea na sababu ya 8 mpaka 12.